Mlango wa 46. Neno la Bwana lililomjia Yeremia nabii katika habari za mataifa, katika habari za Misri, habari za jeshi la Farao Neko mfalme wa Misri, lililokuwa karibu na mto Frati katika Karkemishi, ambalo Nebukadreza mfalme wa Babeli alilipiga katika mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Tengenezeni kigao na ngao, mkaribie ili kupigana. Watandikieni farasi, pandeni, enyi mpandao farasi. Simameni na chepeo zenu, isugueni mikuki, zivaeni dirii. Nimeona haya kwa sababu gani? Wamefadhaika, wamerudi nyuma, mashujaa wao wamevunjika-vunjika, wanakimbia upesi sana, hawatazame nyuma. Hofu ziko pande zote, asema Bwana. Mtu mwepesi asikimbie, wala shujaa asiokoke. Pande za kaskazini karibu na mto Frati wamejikwaa na kuanguka. Nani huyu ajiinuaye kama mto Nile, ambaye maji yake yanajirusha kama mito? Misri anajiinua kama mto Nile, na maji yake yanajirusha kama mito. Asema, nitajiinua, nitaifunikiza nchi, nitauharibu mji na hao wakao ndani yake. Haya, pandeni, enyi farasi, jihimizeni, enyi magari ya vita. Mashujaa nao na watoke nje, Kushi na Puti watumiao ngao, nao waludi washikao uta na kuupeta. Maana hiyo ni siku ya Bwana, Bwana wa majeshi, siku ya kisasi, ili ajilipize kisasi juu ya adui zake. Nao upanga utakula na kushiba, utakunywa damu yao hata kukinai. Maana Bwana, Bwana wa majeshi, ana sadaka yake katika nchi ya kaskazini karibu na mto Frati. Panda uende Gileadi, ukatwae zeri. Ee binti bikira wa Misri, unatumia dawa nyingi bure tu, hupati kupona kamwe. Mataifa wamesikia habari za aibu yako, nayo dunia imejaa kilio chako. Maana shujaa amejikwaa juu ya shujaa mwenzake, wameanguka wote wawili pamoja. Neno hili ndilo ambalo Bwana alimwambia Yeremia nabii, kueleza jinsi Nebukadreza mfalme wa Babeli atakavyokuja na kuipiga nchi ya Misri. Tangazeni habari hii katika Misri, mkaihubiri katika Migdoli, na kuihubiri katika Nofu na Tahpanesi. Semeni, simama, ujifanye tayari, kwa maana upanga umekula pande zako zote. Mbona mashujaa wako wamechukuliwa mbali? Hawakusimama kwa sababu Bwana aliwafukuza. Alikwaza wengi, naam, wakaangukia na wao kwa wao. Wakasema, haya na tuondoke, tukarudi kwa watu wetu wenyewe, hata nchi tuliozaliwa, tuukimbie upanga unaotuonea. Wakalia huko. Farao mfalme wa Misri ni kishindo tu, muhula alioandikiwa ameuacha upite. Kama mimi niishivyo, asema mfalme, ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi, hakika yake kama Tabori katika milima, na kama Karmeli karibu na bahari, ndivyo atakavyokuja. Ee binti ukae katika Misri, ujiweke tayari kwenda zako hali ya kufungwa. Kwa maana Nofu atakuwa ukiwa, utateketezwa, usikaliwe na watu. Misri ni mtamba mzuri sana, lakini uharibifu umekuja utokao pande za kaskazini, na watu wake waliojiliwa, walio kati yake, ni kama ndama waliowanda malishoni. Maana wao nao wamerudi nyuma, wamekimbia wote pamoja, wasisimame. Maana siku ya msiba wao imewafikilia, wakati wa kujiliwa kwao. Sauti yake ni kama nyoka, wajapo kwa nguvu. Watamjia na mashoka, kama wachanja kuni. Wataukata msitu wake, asema Bwana, ingawa haupenyeki, kwa maana ni wengi kuliko nzige, hawahesabiki. Binti ya Misri ataaibishwa, atatiwa mikononi mwa watu wa kaskazini. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: Tazama, nitamwadhibu Amoni wa Noo, na Farao na Misri, pamoja na miungu yake na wafalme wake, naam, Farao na hao wanaomtumainia. Nami nitawatia katika mikono ya hao wanaowafuata roho zao, na katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya watumishi wake. Na baada ya hayo itakaliwa na watu, kama katika siku za kale, asema Bwana. Lakini usiogope wewe, ee Yakobo, mtumishi wangu, wala usifadhaike,
Israeli. Kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali, na wazao wako toka nchi ya uhamisho wao. Na Yakobo atarudi, naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu. Usiogope wewe, ee Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko nilikokufukuza, bali sitakukomesha wewe kabisa. Lakini nitakurudi kwa hukumu, wala sitakuacha bila adhabu.